Haleluya, haleluya. Kwa majina naitwa Elias Dedede. Namshukuru Mungu tena nimepata neema nyingine ili nipate kuzungumza na viongozi. Na leo tunaenda kujifunza somo linalosema namna ya kugundua hazina iliyo ndani yako na kuitumia. Namna ya kugundua hazina iliyo ndani yako na kuitumia. Msingi wetu unatoka katika kitabu cha Wakorintho wa pili sura 4 mstari wa 7. Nayo inasema, lakini tuna hazina hii katika vyombo vya udongo. Kimsingi kila mwanadamu ana kitu cha thamani ndani yake. Wengine wana kipawa cha kuzungumza, wengine kufundisha, wengine kuongoza na wengine kubuni, wengine kuimba, wengine kutatua matatizo, wengine kujenga, wengine kusaidia watu au kuanzisha mambo mapya. Tatizo si kwamba watu wengi hawana hazina. Tatizo ni kwamba hawajagundua hazina walionayo. Sasa kuna njia 9 ambazo zinaweza kukusaidia kugundua hazina iliyo ndani yako na kuitumia. Njia ya kwanza, elewa kwamba kuna kitu ndani yako. Usijione kwa kile ulichokiona kwa nje pekee. Unaweza kuona udhaifu wako, unaweza kuona historia yako, unaweza kuona makosa yako, unaweza kuona hali yako ya sasa, unaweza kuona ukosefu wa fedha, unaweza kuona elimu yako ndogo. Lakini Mungu anaweza kuona kile ambacho hujaweza kukiona. Kwa sababu gani? Mfano mzuri, Daudi alionekana kama mchungaji wa kondoo, lakini ndani yake kulikuwa na mfalme. Yusufu alionekana kama kijana aliyeuzwa utumwani, lakini ndani yake kulikuwa na kiongozi wa taifa. Musa aliona udhaifu wa kuzungumza, lakini ndani yake kulikuwa na uwezo wa kuwa mkombozi wa taifa. Hivyo basi, usipime thamani yako kwa hali ulionayo leo. Njia ya pili, gundua kile unachokifanya kwa urahisi kuliko wengine. Mara nyingi hazina yako imefichwa ndani ya kitu ambacho wewe unakiona kuwa cha kawaida. Jiulize mambo haya. Ni jambo gani nalifanya vizuri bila kulazimishwa? Jambo la pili, watu hunifuata kwa ushauri kuhusu jambo gani? Swali la 3, ni jambo gani nikilifanya nahisi nina furaha na nguvu? Jambo la 4, ni tatizo gani napenda kulitatua? Jambo la 5 la mwisho, ni jambo gani watu wengine wanasema nina uwezo nalo? Wakati mwingine unadhani kila mtu anaweza kufanya hivi, lakini kumbe si kila mtu anaweza kufanya kile unachoweza kukifanya wewe kwa urahisi. Mfano, mtu anaweza kuzungumza mbele ya watu bila hofu. Anaweza kufikiri ni jambo la kawaida, la hasha. Lakini watu wengine wanaweza kumuona kuwa ana kipawa cha uwasilishaji na uongozi. Njia ya 3 inaweza kusaidia kugundua hazina iliyo ndani yako. Sikiliza kile watu wengine wanachokiona ndani yako. Sikiliza kila watu wengine wanachokiona ndani yako. Wakati mwingine watu wengine wanaweza kuona hazina yako kabla hujaitambua wewe mwenyewe. Watu wanaweza kusema una uwezo wa kufundisha. Watu wanaweza kusema unajua kuongoza watu. Watu wanaweza kusema una moyo wa kusaidia. Watu wanaweza kusema una uwezo wa kuhamasisha. Watu wanaweza kusema unafikiri tofauti sana. Watu wanaweza kusema una kipawa cha kuwasiliana. Usibaki kwenye sifa hizo, wala usikubali kila sifa, bali chunguza. Lakini usipuuze kila mara kile ambacho watu wengi wanaona ndani yako. Mara nyingi uthibitisho wa kipawa chako huonekana kupitia matokeo unayowaletea watu wengine. Njia 4, angalia maumivu na changamoto ulizopitia. Mara nyingi Mungu anaweza kutumia kile ulichopitia kuwa sehemu ya huduma yako kwa wengine. Uliyepitia kukataliwa, uliyepitia kushindwa,
uliyepitia umaskini, uliyepitia kuvunjika moyo, uliyepitia kukosa msaada, uliyepitia changamoto za kifamilia, uliyepitia changamoto za kiheria, huenda baadaye ukawa chanzo cha hekima utakayotumia kuwasaidia wengine. Hivyo basi, kile ulichopitia kinaweza kuwa darasa kwako na darasa la kuwavusha watu wengine. Jeraha lako linaweza kuwa darasa lako. Mtu uliyewahi kupotea unaweza kuwa mwongozo mzuri kwa anayepitia njia hiyo. Mtu aliyewahi kushindwa anaweza kuwafundisha wengine jinsi ya kusimama tena. Njia 5. Tambua kile kinachokukasirisha kwa njia yenye kusudi. Kuna mambo yanayokuumiza au kukukasirisha zaidi kuliko wengine wanavyoyaona. Unapoona uonevu, unataka kutetea. Unapoona watu wasio na elimu, unataka kufundisha. Unapoona watu waliokataliwa au watu waliokata tamaa, unataka kuwainua. Unapoona uharibifu wa jamii, unataka kutafuta suluhisho. Unapoona watu wakiteseka, moyo wako unasukumwa kusaidia. Hii inaweza kuwa ishara eneo ambalo una mzigo, una kusudi au una uwezo wa kuleta mabadiliko katika jamii. Mara nyingi sana, kile kinachokusumbua kinaweza kukuonyesha kile ulichoitiwa kuleta mabadiliko. Njia 6. Jaribu kutumia kipawa chako. Huwezi kugundua hazina yako kwa kufikiri tu. Lazima uanze kuitumia. Ukiamini una uwezo wa kufundisha, anza kufundisha. Ukiamini una uwezo wa kuimba, anza kuimba. Ukiamini una uwezo wa kuandika, anza kuandika. Ukiamini una uwezo wa kuongoza, anza kuongoza. Ukiamini unaweza kujenga, anza kujenga. Ukiamini una uwezo wa kusaidia, anza kusaidia. Ukiamini una uwezo wa kuanzisha biashara, anza kujifunza na kujaribu kufanya. Hivyo basi, kipawa kisichotumiwa huendelea kubaki kama hazina iliyozikwa. Mfano wa Biblia ni mfano wa mtumishi aliyeficha talanta yake. Kitabu cha Mathayo 25:18. Basi yule aliyepokea ile talanta moja akaenda akachimba chini, akaificha fedha ya bwana wake. Tatizo lake halikuwa kwamba hakuwa na talanta. Tatizo lake lilikuwa hakuitumia talanta. Hivyo basi, tambua hazina iliyoko ndani yako na uitumie. Njia 7. Kubali kuanza kidogo kidogo. Watu wengi hawatumii hazina yao kwa sababu wanasubiri mazingira makamilifu na wezeshi. Wengine wanaweza kusema, nikipewa nafasi kubwa nitaanza. Na wengine wanasema, nikishapata fedha nitaanza. Na kuna watu wengine wanasema, nikijulikana nitaanza. Na kuna wengine wanasema, nikimaliza masomo nitaanza. Mpendwa ndugu yangu, anza leo. Hazina yako ya leo ni hatima yako ya kesho. Lakini mara nyingi hazina hukua inapotumiwa katika mambo madogo madogo. Kinyume chake, isipotumika, maana yake huwezi ukaigundua wala haiwezi kutumika. Anza leo kuitumia. Mfano, Daudi alianza na kondoo kabla ya kuwa mfalme. Hivyo basi, mti mkubwa huanza kama mbegu. Hivyo basi, usidharau mwanzo mdogo. Anza kidogo kidogo. Njia 8. Jifunze na uboreshe hazina yako. Kipawa ni mwanzo. Maendeleo yanahitaji kujifunza. Unaweza kuwa na kipawa cha kuimba, lakini ukahitaji kujifunza sauti. Unaweza kuwa na kipawa cha kufundisha, lakini ukahitaji kujifunza namna ya kufundisha. Unaweza kuwa na kipawa cha kuongoza, lakini ukahitaji kujifunza tabia za uongozi. Unaweza kuwa na kipawa cha kufanya biashara, lakini ukahitaji kujifunza fedha na masoko. Kipawa bila maarifa
kinaweza kupoteza fursa. Kwa hiyo basi, kipawa jumulisha maarifa, jumulisha nidhamu, jumulisha mazoezi ni sawasawa na uwezo unaozalisha matokeo chanya. Njia ya 9 ya kugundua hazina ulionayo ndani yako. Tumia hazina yako kuwasaidia wengine. Hazina yako haikuwekwa ndani yako kwa ajili yako pekee. Kama una uwezo wa kuongoza, waongoze watu. Kama una uwezo wa kufundisha, fundisha watu. Kama una uwezo wa kuhamasisha, wainue watu. Kama una uwezo wa kutatua matatizo, tafuta matatizo na uyatatue. Kiongozi wa kweli haanzi tu, nitapata nini? Bali anauliza, ni nani atakuwa bora kwa sababu ya kile nilichowekewa ndani yangu? Hivyo basi, tumia hazina yako kuleta thamani kwa watu wengine. Hitimisho. Ndani yako kuna kitu ambacho dunia inakihitaji. Hivyo basi, usiishi maisha yako kifa na hazina ambayo hukuwahi kuitumia. Usiache hofu izike kipawa chako. Usiache kukataliwa kuzuie uwezo wako. Usiache kushindwa kufafanue maisha yako yote. Usiache maoni ya watu ya kuzuie kutimiza kusudi lako. Umebeba kitu, umewekewa uwezo, una hazina. Hivyo basi, jiulize swali hili: nina kitu gani ndani yangu? Nitafanya nini na kila nilichowekewa ndani yangu? Usiishi kama kaburi la hazina, bali iwe wewe ni chombo kinachoitoa hazina yako kwa manufaa ya wengine. Mungu akubariki sana.